Alhamdulillah. Bwana Dokta, kesho kutwa mnyama Simba Sports anashuka dimbani mara baada ya kukimbia dabi sasa hivi. Young Africa wameleta kipengele cha kucheza dabi, wakatuzuia jambo ambalo lilipelekea mchezo ule kuahirishwa na mamlaka ya kisoka. Sio sisi Simba. Sasa huko tutakuwa tuangazie mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Bigman kombe la Azam Sport Federation. Sio of course, yes, 27 Simba narudi dimbani uwanja wa KMC Complex ambao ni uwanja wa nyumbani wa klabu ya Simba. Saa 10 kamili ndio muda wa mechi ambao utapigwa kick off. Ni mchezo sio mwepesi. Japo ukiangalia Bigman na Simba on paper ni mbingu na ardhi, unaelewa? Of course ni underdog Bigman kwa Simba. Simba anaingia kama giant na favorite wa mchezo, unaelewa? Lakini tunahitaji tushinde hii tuingie robo finali. Hiyo si 16 bora. Atakayeshinda hapa anaingia robo finali. Kumbuka mwaka jana tulitolewa na Mashujaa pale Kigoma Ituuma, ilikuwa kwa mikwaju ya penalti. Of course walikuwa bora sana kwenye kuzuia, kuilinda lango lao, wakatu protect tushindwe kufikia goli na tushindwe kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, na hatimaye ngoma ikaenda sare, tukaenda kwenye mikwaju ya penalti tukatolewa. Kwa hiyo ukishang'atwa na nyoka, ukiona jani unafanyaje? Unashituka. Kwa hiyo niseme tu ni mchezo ambao tunautaka, ukizingatia Simba ndio timu pekee ambayo inashiriki mashindano yote halali ya mwaka huu barani Afrika, kwanza ya ndani na ya nje. Simba peke yake, wengine washaga mashindano, lakini Simba ndo tangu mashindano halali yameanza, Simba ndo mshirika pekee aliyebakia wa mashindano halali. Na nazungumzia ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League, lakini unazungumzia CRB Federation Cup, lakini unazungumzia CAF competition, maana yake CAF Confederation Cup. Mashindano yote hayo ni mashindano ambayo Simba Sports Club anashiriki, na mpaka dakika hii bado yumo kwenye mbio za mashindano hayo. Kwa hiyo niseme tu tunahitaji kupata ushindi ili tuweze kuvuka hatua hiyo, tuwe robo finali na hatimaye tufike finali mwaka huu, kwa sababu mwaka huu tumepania kwamba kila kikombe ambacho tunashiriki klabu ya Simba tuchukue vikombe vyote. Maana yake tuchukue NBC Premier League ubingwa ambao tunaona kabisa nafasi ipo, lakini pia tuchukue Federation Cup ambao ni Azam, ni CRB Federation Cup tulibebe, lakini pia tuchukue kombe la shirikisho barani Afrika. Huwezi kuchukua Federation Cup ya CRB Bank kama huwezi kumfunga Bigman tarehe 27. Kwa hiyo Bigman anatakiwa afungwe ili tupate nafasi ya kuingia robo finali, ili robo finali tushinde tuende nusu finali na hatimaye finali na hatimaye kuchukua ubingwa huo. Kikosi tayari kimrudi kambini. Yes, team mudi kambini na jana wametrain pale Mo Simba Arena, na umeona mechi yetu ya kirafiki dhidi ya KMC tumeshinda bao 4 pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Lionel Ateba Mbida kapiga bao 2, kascore bao 2. Wow. What a striker. Kafunga magoli 2 ya kideoni, magoli safi kabisa. Lakini Edwin Chazi Balua, left footer, kascore bonge 1 ya goli. Lakini unamzungumzia Valentino Mashaka, kijana mdogo ambaye apata nafasi kwenye kosi, nafasi kubwa sana kwenye kosi cha Mwalimu Fadlu, lakini once anapata nafasi kuna kitu anamuonesha Mwalimu Fadlu. Kuna maswali mengi ambayo anamuuliza Mwalimu Fadlu Davis, na wao jana umeona Valentino Mashaka ameweza kufunga goli bora sana, na hatimaye mchezo kama tamatika dakika 90, Simba 4 wale KMC watoza ushuru wa Kinondoni wakaambulia 0. Ni jambo la kujivunia kama unapata ile match fitness, unapata ile match fitness au match test kwa timu ya ligi kuu yenye viwango vikubwa kama KMC, alafu mnawafunga bao 4. Maana yake kile ambacho mwalimu anakiendelea kuinject kwenye brain za wachezaji, kwenye miili ya wachezaji, maana yake kinalipa, kimeanza kufanya kazi. Ukiangalia muda ambao tunao mpaka kuelekea kwenye kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Remas tarehe 2 mwezi wa 4, ni muda mfupi sana, almost bakia siku 8 mpaka siku 10, unaelewa? Kwa hiyo hizi siku 10 leo unakutana na timu nzuri kama KMC, unaipiga 4 o'clock. Unaipiga 4 o'clock, maana yake ni jambo la kujivunia. Tulitamani Mwalimu Fadlu aendelee kupata match fitness zingine, hizo game fitness za kujipima nguvu, friendly match na timu za ligi kuu nyingi. Anaweza kawarika hata
hata hawa kwa mfano Costi anza kawalika hawa Dodoma Jiji au timu nyingine katika hizo siku 10 ili waendelee kujipima. Kuna kitu anaweza kingamua, watampa ladha nzuri ambayo itawajenga wachezaji wake kuelekea kwenye mchezo wetu ambao kimsingi akili yetu, macho yetu, dhamira yetu, hamu yetu, dukuduku letu yote tumeelekeza tarehe 2 ya mwezi wa 4 Simba dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Ismailia pale nchini Misri. Ni mchezo ambao klabu ya Simba kila mmoja kuanzia management ya klabu ya Simba, mashabiki, benchi la ufundi, wadau, wachezaji na watu wengine wote tunautazamia ni mchezo ambao utaamua hatima yetu msimu huu wa mwaka 2025. Dr. Pengine labda mimi nataka tuangazie kwanza kwenye hii mechi ya kesho kutwa ya Big Man. Kikosi cha Simba sasa hivi asilimia kubwa wachezaji wameitwa katika majukumu yao ya kimataifa kuitumikia timu zao za taifa. Kwa namna ambavyo unaona wachezaji hawa waliobaki na mechi itapigwa na wachezaji tuseme wa kikosi cha pili ambao wao hawajaitwa kwenye mataifa yao, pengine unaiona Simba ile ambayo umeizoea ama tegemea sasa kuona ile test halisi ya ushindani? Klabu ya Simba msimu huu tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu tumekuwa na kikosi kipana. Kikosi ambacho hakikupi mashaka kama kutokuwa kuna baadhi ya wachezaji hawamo kwenye kikosi. Ukiangalia sajili ambazo Simba Sports Club tumezifanya zinakupa projection na progress nzuri ya klabu ya Simba inapokuelekea kutoka likokuwa kwenda na kuelekea. Msimu huu tuna mechi zaidi ya 3 ambazo tulicheza zaidi ya mastaa wa kikosi cha kwanza 7 wako nje. Mechi ya Tabora United ya kwanza hapa tulicheza wachezaji 7 wako jukwani. Zimbe Junior Shabalala, one of the top left footer wa nchi hii, alikuwa jukwani. Dibla Fernandez Mavambo alikuwa jukwani. Lionel Ateba Mbida vibari vyake vilikuwa vijakamilika kama unakumbuka, na wachezaji wengine kadha wa kadha walikuwa juu pale uwanja wa KMC wako jukwani. Lakini mechi yetu tulicheza tukawapiga watu 4 o'clock. Kwa hiyo kama niseme tu Simba hii ni hatari. Kila idara ya uwanjani inahudumiwa na wachezaji 2 au 3 ambao wana equal quality au wanapishana viwango kidogo. Ukiangalia kuna eneo la fullback namba 2 yupo Shomari Kapombe, show me the way. Mbadala wake unamweka Kevin Kijiri, mzuri sana. Unaona nzuri, ni mzuri mno. Lakini anakuhudumu Zimba Junior Mohamed Hussein namba 3. Usipomweka Mohamed Hussein akiumia au akiwa iko nje kwa majukumu ya kitaifa kama hivi ambavyo yupo, tunamweka Valentin Nauma. Kama si Valentin Nauma atakuwepo kaka mdogo wangu Duchu. Unaona nzuri. David Kameta Duchu atawizima sana. Uliona mechi ya Costa alipozima pale. Wow. Na akatoa assist. Unaona mechi ya Costa alipozima pale Arusha uwanja wa Sheikh Abedi. Bonge moja fullback. Kwa hiyo niseme idara ya kiungo asipokuwepo Yusuf Ali Kagoma ambaye yuko national team, atakuwepo Fabrice Rwamba Ngoma au Dibla Fernandez Mavambo au Mzamiru Yasini. Unaona nzuri, bado tuna wachezaji wengi ambao tuna option nyingi za kuchagua kucheza kwenye idara hiyo. Asipokuwepo Ali Salim golini, tunao au Musa Pimpini Kamala, tunaye Hussein Abeli, bwana mdogo mbichi kabisa ambaye anaweza kadaka kwa maarifa makubwa na akaisaidia timu kupata matokeo. Lakini unaona eneo ambalo anacheza Kibu Denis ni eneo la winga ambao naye pia iko timu ya taifa, anacheza timu ya taifa. Yupo Morocco, nchini Morocco kwa ajili ya kwenda kutumikia timu yake ya taifa kwenye qualification za World Cup mwaka 2026. Asipokuwepo yeye, tuna Daki cha Juma cha Sambi, Edin Chazi Balua ambao wanaweza kuhudumu kwenye ile eneo. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo bado tuna machaguo mengi kama wachezaji wa timu ya taifa ambao wameondoka hawajarejea mapema kwenye mechi ya Big Man. Lakini Steven Dese Mkwara na timu yake ya taifa ya Uganda ambao wamecheza juzi kwenye uwanja wa taifa wa Uganda, bahati mbaya wakapoteza. Lakini kama hayupo, yupo Lionel Ateba, yuko Valentino Mashaka. Bado tuna nafasi nyingi za na machoice na machaguo mengi ya kuweza kureplace na mambo yote kwenda sawia kama vile ambavyo tumepanga. Kwa hiyo msimu huu tuna kikosi kizuri ambacho tunajivunia wana Simba, lakini pia hata management ya klabu ya Simba inajivunia kikosi cha mwaka huu kwamba zamani ilikuwa akitoka mchezaji watu mnashika kichwa, leo hayupo fulani itakuwaje. Lakini unaona siku hizi Shemalon bado hajarejea kwenye kutoka kwenye majeraha, iko nchini Morocco kwa ajili ya matibabu. Lakini Abdulrazak Hamza ameenda national team pale na Shamu Karabo, lakini Hussein Kazi yupo
atafanya replacement nzuri na atacheza kwa weledi mkubwa. Kwa hiyo tuna imani Big Man wataingia kwenye mfumo na wataondoka na bao nyingi sana kama wenzie walivyoondoka mchezo uliopita.